Anasema kwa nini umeweka password kwenye simu yako? Mimi bwana, simu yangu natumia simu ndogo. Simu yangu mimi ndogo haina password. Simu yangu mimi natumia kidogo dogo iki hapa, na hii hata simu yangu kubwa pia haina password. Siweki password kwenye simu yangu kwa sababu najiamini bwana. Ndio hivyo. Kija kwenye swali lingine linasema kwamba ni tukio gani la shule huwezi kulisahau? Tukio la shule nakumbuka bwana, kipindi nasoma, nikianzia kwanza shule ya msingi. Shule ya msingi kuna madogo fulani tulikuwa tunasoma, wao walituzidi darasa. Tuliwazidi darasa. Mimi nilikuwa mkubwa, wao walikuwa darasa la chini. Hadi jina lake pia nalikumbuka. Jina lake anaitwa Tafari Rashid. Nakumbuka anaitwa Tafari Rashid. Yule bwana shuleni alikuwa anavaa makofia kwa sababu alikuwa na dread kichwani, rasi zile. Kwa hiyo nakumbuka ile siku tulikuwa tunaenda kucheza, nikamvua kofia. Bwana ile kumvua kofia, yule dogo akaenda kusema kwa mwalimu. Nakumbuka yule mwalimu alikuwa anaitwa Mwalimu Nyagatwa. Yule mwalimu alinipiga bakola, alinipiga fimbo. Hilo ni tukio la shule msingi ambalo siwezi kulisahau. Nikija katika tukio la sekondari bwana, mimi nilipofika nilikuwa mtu wa madem sana. Tukio ambalo siwezi kulisahau, tukio la kwanza nakumbuka kuna ile shule moja inaitwaje couples, yani kwa mfano shule ukiwa na mahusiano, basi wanaandikwa majina pale. Mtu na mahusiano yake anapelekwa kwa mwalimu mkuu. Mnaenda mnafungishwa ndoa asembo, afu ndoa inavunjwa hapo. Nakumbuka mimi niliandikwa Ali Musa Yusufu, nilikuwa na wanawake hao watatu. Yaani wote nipo nao hivi. Huku na huku. Kwa hiyo ni tukio ambalo siwezi kulisahau katika maisha yangu ya shule. Na ni tukio ambalo lilinifanya mimi nifeli kwa sababu shuleni mimi nilikuwa na akili sana, lakini dakika za mwisho niliinvest akili yangu kwa wanawake. Nakumbuka hata yule mtu ambaye niliandikwa naye mahusiano anaitwa Mwajuma Nicholas. Yeye ni mtu ambaye nilifungishwa naye ndoa asembo, afu ndoa ikavunjwa muda huo asembo. Nikija katika swali lingine linasema kwamba, swali linasema hivi: uliwahi kuchepuka na mpenzi wa rafiki yako? Mpenzi wa rafiki yangu? Hapana, sijawahi kuchepuka na mpenzi wa rafiki yangu hata siku moja. Katika kitu ambacho naheshimu ni mahusiano na rafiki yangu, ndugu yangu, au ni mtu wangu wa karibu. Ni mahusiano ambayo naheshimu sana. Kwa hiyo sikuwahi kuchepuka na wala sitakuja kuwahi kufanya kitu kama hicho. Ni somo gani ulipata kutoka kwenye mahusiano yako yaliyopita? Nimejifunza vitu vingi. Cha kwanza, tuwe na hela, tutafute hela. Yaani hicho ndio kitu cha kwanza, kwa sababu yule mwanamke aliniacha kwa sababu mimi sikuwa na hela. Aliniacha kwa sababu nilikuwa sina hela. Kwa hiyo somo kubwa ambao nimelipata kwenye mahusiano yangu yaliyopita ni kutafuta hela kwa akili na nguvu zote. Yes. Nikija katika swali lingine linasema kwamba, Shomtz imetoka wapi? Hii Shomtz nakumbuka mwaka 2022 kuna timu moja nilikuwa nacheza ya kuhamasisha masuala ya ujenzi wa kujenga vyoo nyumbani choo. Nakumbuka ile Mlisho Mpoto ndo alikuwa anahamasisha hiyo ujenzi wa nyumbani choo. Nakumbuka ilikuwa Tabora, siku ya kucheza mechi ya ufunguzi. Tulicheza mechi ya ufunguzi na Tabora United. Kwa hiyo ile siku nilichezeshwa fullback namba 2. Ile siku ndo nimepata jina la Shomtz kwa sababu nilikuwa nacheza mpira
mpaka yule Mrisho Mpoto akaniambia, yani wewe unacheza kama Shomari Kapombe. Kwa hiyo hilo jina la Shomtz limetokana na Shomari Kapombe, ila mimi sikutaka kuliweka lote, kwa hiyo mama kulikatisha Shomtz. Basi mpaka kesho hiyo ndo nickname yangu, Shomtz. Nikija katika swali lingine linasema kwamba nasema why fundi umeme smart. Swali ambayo nilikuwa nalitamani sana kulisoma ile hapa. Fundi umeme smart, unajua siku zote smart kila neno smart linatokana na kila terms moja ya smart lina maana yake, ila in short nikiwa nasema fundi umeme smart ni fundi smart ni ule fundi ambaye anafanya kazi zake on time. Sawa? Alafu anafanya kazi zinakuwa safi, kazi ambazo zinakuwa zinapendwa, zina muonekano. Na hata pia yeye mwenyewe appearance yake inakuwa safi. Na sio hivyo tu, hata vifaa ambavyo anakuwa anatumia ni vifaa ambavyo vina ubora, vina quality. Kwa mfano hapa nina baadhi ya vifaa ambavyo natumia. Kwa mfano umeona hii totally ni vifaa ambavyo vina ubora, vina quality wa kufanyia kazi. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo vinanifanya niwe smart ni vifaa vyangu vya kufanyia kazi. Viko vingi, ila nimekuja na hiyo tu as a sample. Na fundi umeme smart sio tu kwenye kazi, hata kwenye mazingira ya nje, jinsi anavyokuwa anaongea na watu, anaongea very very smart, anaongea kwa upole, sio mtu wa kuongea sana, ila anaongea vitu vya point. Nikija kwenye swali lingine nasema, ushawahi kuingia kwenye mahusiano na mtu kwa sababu ya kumuonea huruma? Hapana. Yes, nakumbuka Nakumbuka kuna mwanamke mmoja before nilikuwa namuonea sana huruma kwa sababu mimi na roho ya huruma. Kwa hiyo yani alikuwa hadi wazazi wake walikuwa wanajua kwamba nipo na mtoto wao kwa sababu ya kumuonea huruma. Ila ninachoshukuru kwa sasa hivi amepata mahusiano yake. Mimi sikuwa nampenda wala nini, ila yeye alikuwa ananipenda kiasi ambacho anashindwa kufanya mambo yake kwa sababu yangu. Hata shule alikuwa haendi, kwa hiyo mimi nika play part kumfanya afanye mambo yake mengine. Kwa hiyo nishawahi kumpenda mtu kwa sababu ya kumuonea huruma. Yes, hiyo nakubali. Na nikija kwenye swali lingine nasema, elezea maisha yako kwa maneno matatu. Maisha yangu kwa maneno matatu: mpole, mcha Mungu, alafu mchapa kazi sana. Nikija katika swali lingine, inachukua muda gani kufuta namba ya mtu aliyefariki? I say kufuta namba ya mtu aliyefariki inachukua muda mrefu sana, kwa sababu nakumbuka mara mwisho msiba wa rafiki yangu marehemu Shafii, ilinichukua muda mrefu sana mpaka kufuta namba yake. Yani ilinichukua muda mrefu sana, takribani mwaka mzima ile namba ninayo. Yani siamini kama kweli Shafii amefariki. Kwa hiyo almost ilichukua muda mrefu sana kufuta namba yake, mwaka mzima nakumbuka hiyo. Na kila inapofika siku yake ya birthday huwa namuishi, hata kwa kumpost. Tunaamini kwamba angekuepo angeona hiyo post. Nikija katika swali lingine, ni kitu gani utakuja kuvaa? Siwezi kuvaa nguo za kike, siwezi kuvaa eleni masikioni, siwezi nishote vitu vyote vinavyohusiana na maadili mabovu ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu. Sisi watoto wa kiume tumeumbiwa nguo za kuvaa, na wanawake pia wamewekewa nguo za kuvaa. Kwa hiyo sitakuja kuvaa mavazi ambayo yanahusiana na wanawake. Nikija katika swali lingine, linasema kwamba unakumbuka chanzo cha kuitwa babu
Babu Kidude. Hilo nisikumbuki kwa kweli. Kaka. Kitambo sana. Ila nitalifanyia uchunguzi hili swali nijue, yani muda mrefu sana sijui shasahau mimi mambo mengi kichwani. Nikija kwenye swali lingine, nafikiri nasema umewahi kumposti mpenzi wako mmoja na ikasababisha uachane na mpenzi wako mwingine? Hiyo ilisha kutokea, na ndio maana sasa hivi mimi sitaki kuposti mahusiano. Nilisha kumposti, kuna mwanamke nilikuwa nampenda kishenzi. Yaani sio mwanamke, kuna mwanamke nilikuwa nampenda afu kuna mwanamke pia alikuwa ananipenda. Kwa hiyo nikamposti. Baada ya kumposti, mtiti wake ulikuwa balaa. Nilituma message kama 20 zote kwa pamoja. Kwa hiyo nilisha kumposti mwanamke. Sawa bwana, nilisha kumposti mwanamke na ikasababisha nikaachwa. Na washauri, kama una mahusiano yako, please usiaposti. Kwa sababu ukiposti unasababisha majanga. Nikija kwenye swali linalofuata, nafikiri nasema tabia ipi unayo ambayo utamani tabia ipi unayo ambayo utamani wanao waje kulisi? Aisee, mimi sitaki wanangu waje kulisi tabia mbaya. Mimi sio tabia mbaya. Sitaki waje kulisi umalaya. Yaani hilo ni kitu ambacho sitamani kabisa. Japokuwa sasa hivi nishaacha, ila sitamani wanangu waje kulisi hiyo tabia, kwa sababu inapoteza muda, alafu inapoteza pia malengo. Inakuharibu katika future ambayo wewe umeipanga. Kwa hiyo sitamani wanangu waje kulisi. Hata pia sitamani washikaji zangu waje kuwa na tabia kama za kwangu. Nikija katika maswali mawili ya mwisho, swali linasema kwamba kirefu cha BOT kirefu chake, hii ni Bank of Tanzania. Hii ni Bank of Tanzania, au kwa Kiswahili naweza nikasema Bank of Tanzania ni benki kuu ya Tanzania. Benki kuu ya Tanzania, ambapo makao makuu yake yako Dar es Salaam, maeneo gani? Kivukoni pale. Posta pale. Ndio hii BOT ipo. Nikija katika swali la mwisho. Swali la mwisho linasema hivi. Kwa nini umechagua Simba Sports Club kuwa ndio timu yako? Hii Simba Sports Club, mimi kwanza sikuwahi kuishabikia Simba wala sikuwahi kuipenda Simba. Mimi nilikuwa Yanga damu, kwa sababu babangu mkubwa alikuwa anafanya kazi kwenye klabu ya Yanga, na ilifika kipindi alikuwa anatamani mwanae niende nikacheze pale under 20. Lakini kipindi hiko nilikuwa bado mdogo sana. Kwa hiyo sikuweza kufanikisha. Kitu ambacho kimekuja kunishawishi mimi kuja kuipenda Simba, baada ya Simba kumsajili Aishi Manula. Yaani one of the best goalkeeper in Tanzania kwa upande wangu mimi ni Aishi Manula. Na watu wengi wanasema kwamba nimefanana naye, kwa hiyo ile ni moja kati ya vitu ambavyo vimenihamasisha kuipenda Simba. Nafikiri mpaka sasa hivi naipenda sana Simba Sports Club, kwa sababu ni timu ambayo ina vitu vingi sana vya kimpira. Yaani ninavyozungumzia vitu vingi vya kimpira, kuanzia mashabiki, ukija katika upande wa burudani, ukija katika upande wa investment ya Simba, inanifanya mimi nipende na nitaendelea kuipenda daima. Yes, ndio hivyo. Kwa hiyo nafikiri maswali yamekwisha. Maswali nimeyajibu ipasavyo. Kama kuna baadhi ya maswali ambayo nimeyakosea kuyajibu, mtanisamee, na pia kama kuna baadhi ya watu nimewakwaza kutokana na maswali ambayo nimeulizwa hapa, pia mtanisamee. Mimi ni binadamu
nimejibu kile kitu ambacho kipo ndani ya nafsi yangu. Kwa hiyo kama nitakuwa nimemdisappoint mtu kutokana na maswali, I'm so sorry. Oya, on target uko na Shom TZ. Tayari.